Na mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekufahamisha, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi nchi jirani ya Tanzania. Hata kabla sijaendelea kuongea sana, nataka kwanza nikupe nafasi kuangalia vile shughuli zinaendelea Tanzania siku hii ya leo, siku ya tarehe 9. Na mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekufahamisha, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi nchi jirani ya Tanzania. Hata kabla sijaendelea kuongea sana, mtazamaji wangu, nataka kwanza nikupe nafasi uangalie vile shughuli zinaendelea Tanzania siku hii ya leo, siku ya tarehe 9 mwezi wa 12, siku ambayo walikuwa Watanzania wote wamesema kwamba ni siku ya maandamano. Nataka kwanza nikuoneshe vile shughuli zinaendelea mtazamaji wangu, nikuzungushe round Tanzania, nikuoneshe vile hali inaendelea mtazamaji wangu, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwanza kabisa tazama vile shughuli zinaendelea. Bora mtuwe. Bora mtuwe. Tunataka haki yetu. Wenyewe vipi? Wanaandamana. Wale kurekodi ndio kuna ubaya. Sio tuonyeshe kwamba maandamano yapo. Vipi babu? Watajulikana nini? Ataenda muda ukifika. Tanzania kwa pamoja tukaona tushirikiane, tuungane, hatumtaki Rais Samia. Hali ya usafiri ni mbaya, hamna usafiri. Umekuwepo hapa kwa kama muda gani? Kama saa mawili. Unaelekea mjini kazini, unakwenda hospitali, unakwenda kufanya shughuli gani? Naelekea nyumbani na mgonjwa. Hali ya usafiri iko vipi? Hali ya usafiri ndugu yangu ndo kama unavyoona. Gari linalopita ndo vyombo vya usalama ndo vinazunguka tu. Abiria wote tunaona kama tumezungukwa hapa, hatuna namna. Tulikuwa tunaelekea makazini, usafiri hamna. Vituo vya mafuta vimefungwa. Kwa hiyo hamna daladala inayobeba raia kupeleka makazini. Mimi mwenyewe hapa niko hapa karibia nusu saa. Sijaona gari la kwenda. Nilikuwa naelekea kazini Temeke. Kwa hiyo hamna usafiri wowote, ndo tupo hapa. Mjini ulikuwa unakwenda kufanya nini la? Naelekea kazini. Unajishughulisha na nini? Nafanya ulinzi kwenye kampuni moja ya binafsi. Vipi unafanya nini hapa labda? Nasubiri usafiri. Hali iko vipi? Hali sio nzuri. Umekuwepo hapa kwa muda gani? Kama masaa mawili. Kama masaa mawili. Hakuna daladala? Hakuna. Unajaribu kwenda wapi? Mimi naenda mjini. Unaenda kazini, unakwenda sokoni? Nakwenda kazini. Endelea. So mtazamaji, hiyo ni nchi jirani ya Tanzania. Unaona watu wamejitokeza kwa wingi sana, wanaendelea kufanya maandamano siku hii ya leo, na kile ambacho tunaomba tu ni kwamba polisi wasitumie nguvu vile walitumia last time. Tuliona watu wengi sana waliweza kupoteza maisha yao kulingana na habari ambayo ilichapishwa na CNN. Tuliona kwamba kuna watu wengi sana ambao waliweza kupoteza maisha yao. Upinzani walisema kwamba zaidi ya watu 2000 waliweza kuuawa wakati wa maandamano, na tunaomba tu siku ya leo, kwa sababu Watanzania walikuwa wametangaza kwamba watafanya maandamano ya amani. Jamani,
tunaomba tu kwamba maandamano yawe ya amani, kusiwe na furugu, kusiwe na mauaji, kusiwe na watu kutolewa damu, na jamani tuendelee vizuri, kwa sababu unajua sasa hivi kesi ya Mama Samia hata imefika International Criminal Court, na uwezi jua hao watu tayari wako na watu wao Tanzania sasa hivi wanaendelea kuchunguza. So the more unaendelea kufanya hizo vitu, the more unazidi kujiweka kamba. Na nakwambia mtazamaji wangu, Mama Samia Suluhu Hassan mambo yake hatakuwa mazuri sana kama mambo yakiendelea vile yalikuwa last time wakati wa maandamano ambayo yalianza baada ya uchaguzi mkuu, kwa sababu hizo video mtazamaji wangu na picha zinatosha kuweza kukufunga upande wa International Criminal Court. Na kama sasa International Criminal Court haiwezi funga mtu kwa sababu ya hizo picha na video, basi haitakuwa na haja, haitakuwa na maana. Kwanza itakuwa na maana gani? Hiyo koti afadhali hata ifungwe, kwa sababu sasa itakuwa inasaidia nini? Kwa sababu kama vile watu walikuwa wanaoneshanwa Tanzania wameweza kuuawa, alafu bado wasema kwamba hawajapata ushahidi wa kutosha, itakuwa ina maana, ina haja gani basi Afrika na nchi zingine waendelee kuingia kwa hiyo koti? Itakuwa inamaanisha kwamba hiyo koti haina haki basi. So tungoje tuone vile mambo yatakavyokuwa. Tunaomba tu kwamba Tanzania kutakuwa na amani, hakutakuwa na furugu. Naomba kwamba Watanzania hawataweza, kumtazamaji wangu, kuuawa tena siku hii ya leo vile walifanywa tarehe 9 mwezi, ama kuanzia tarehe 29. Nadhani kwamba Tanzania sasa itakuwa matakwa yao tu yaweze kutimizwa, kwa sababu wanasema kwamba hawana vita, hawana furugu, hawajabeba visu, hawajabeba mapanga, hawajabeba bunduki. Jamani, wametoka tu na ni ujumbe tu wamebeba. Wanasema kwamba hiki na hiki na hiki kibadilishwe. Katiba ibadilishwe kwanza, kwa sababu tunatumia katiba ya 1970 ambayo iko na mambo mengi sana ambayo yanahitajika kubadilishwa. So wanasema kwamba hiyo ibadilishwe kwanza, alafu pia wanasema kwamba mambo mengi yaweze kubadilishwa, kwa sababu wanasema kwamba viongozi wengi sasa hivi ambao wako kwa mamlaka waliingia kwa mamlaka kwa njia ambayo ni ya kutatanisha, njia ambayo ni ya sio ya ukweli, njia ambayo hauwezi sema ni ya ukweli, njia ambayo ni ya kushangaza. So wanasema kwamba waweze kubadilishwa, na mtazamaji wangu wanasema kwamba wanataka Tanzania mpya, wanataka nchi mpya Tanzania ambayo itakuwa na uhuru, ambao waandishi wa habari watakuwa na uhuru wa kuzungumza bila kuongopa, ambayo raia watakuwa na uhuru, na ambayo raia watakuwa na nguvu ya kuweza kuchagua yule kiongozi ambao wanataka, na sio yule ambaye anajitaka kuweza kujichagua. So ngojeni tuone vile mambo yatakavyokuwa ni siku hii ya leo. Cha msingi na kuomba, kwa sababu nimekuambia stoki hapa mpaka hiyo maandamano iweze kuisha mpaka siku hii ya leo. Cha msingi hakikisha umeendelea kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics, ukaweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukijia video kama hii wa kwanza kuweza kuipokea, kwa sababu leo tuko hapa kuhakikisha kwamba tumekuletea habari zote ambazo zinaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Mimi najulikana kama Jitan, in Jitan Daily Politics. Usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.